Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo gando, mapenzi ni vita na umiza. Ukiliona naliwa kisa mapenzi, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza. Basi niacheni, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza. Leo siwezi kukuacha ukaenda mke wangu. Lazima ubaki hapa na mimi. Unataka nibaki na wewe eh? Sasa subiri nikonyeshe. Mwache mama. Sasa sio mkiulizwa, kinachosababisha mpigane hapa ni kitu gani? Ukiliona naliwa kisa mapenzi, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza. Basi niacheni, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza. Kaka. Samani kakaangu. Yaani kama vile sura yako sio ngeni, kama nishawahi kuona mahali. Wewe umeshawahi kuniona wapi? Sisi ni wapangaji wa pale anakoishi Kado. Nadhani Kado unamfahamu? Yes, namfahamu. Vipi dada zangu? Kwani nyinyi mna shida gani? Mbona siwaelewi? Hivi, kwani Kado ni nani yako? Maana Kado ni mdogo wangu. Mdogo kabisa? Makubwa. Yaani kusema kweli kakaangu hata mjaendana. Hebu unavyoniambia mdogo wako nazidi kuchanganyikiwa. Kwa nini? Kwani kuna shida gani iliyokuwepo? Hivi unajua wewe mtanashati. Lakini huyo ndugu yako matatizo matupu. Kwanza hata kama ndo ubushoke gani kama huo. Kila siku anapigwa na mkewe, ananyanyaswa. Yupo tu. Mwanaume sio mwanaume basi kiasi mle ndani. Hata kama ndo kupenda gani kama vile mwanaume ananyanyaswa kama mtoto mdogo? Hapana. Sawa. Mpo sahihi kunipatia mimi hizo taarifa. Kwa sababu Kado ni mdogo wangu. Lakini sijapenda tu hapo moja mazungumzo yenu. Yaani inaonyesha kabisa kwamba mnamdhalilisha mdogo wangu. Baada ya nyinyi kuona hilo tatizo kwamba mdogo wangu anateseka katika ndoa yake, mmechukua hatua gani? hatua tuliochukua ndo kama hii. Kukufuata baada ya kukuona na kukwambia uongee na mdogo wako. Sawa. Nimewaelewa. Lakini naomba niwape elimu moja. Unajua siku zote tatizo ukilipata, kabla ya kulipeleka ngazi za juu, angalia wewe mwenyewe unalitatua vipi. Nyinyi ni wanawake, kama alivyokuwa huyo shemeji yangu ambaye anamnyanyasa mdogo wangu. Mlipaswa mumchukue mwanamke mwenzao na mzungumze naye kwamba hiki unachokifanya sio sahihi, badilika, kuwa hivi kuwa vile, unatudhalilisha sisi wanawake wenzio. Alafu uone nini atakujibu. Kama ukiona kuelewi, sasa hapo ndo unaweza ukanitafuta mimi na kunipa hiyo tatizo. Kwanza kaka samahani, unachotokea kabisa kukielewa, haya ni mambo ya kifamilia. Wewe unataka sisi tuingilie kwenye familia yenu. Unataka tuitwe wachawi. Na wewe mwenyewe unajua kabisa kwanza huyo mwanamke wa mdogo wako. Mandonga sio mandonga, jambazi sio jambazi, kila siku ndundi, hata siku moja usikie hata mahaba ile kusikiza kwenye dirisha, husikii. Kila siku huyu kafanya hivi, huyu kamvuta mwenzie hivi. Haya, tutoke hapa sisi mimi na shoga yangu tukaingilie mambo ya kifamilia, tunataka na siku pigwa. Kwanza kaka samahani, utusamee tu kama tumekukosea. Maana ulivyoanza kutuchamba kama vile sisi ndo wakosefu, wakati tumefikisha tu ujumbe. Alafu kingine,
ongea na mdogo wako. Anazalilisha wanaume wenzie. Hebu tuondoke shoga yangu. Mwenzenu nilimwamini, manari nithamini, japo si kwa tana nini, akanipenda mazima. Wakaja wa mjini, wakamteka wakamthamini, wameniacha mi siamini, wameondoka mazima. Ona ila mwambieni na mimi nayatamani, mapenzi ya kudekezana kama ya Sadia na Lioma. Ngalikuwaga na uwezo, ningemwomba Rais Mama Samia afungwe mahakama mapenzi, nimechoka kuumizwa, ila ndo sina vigezo, namuomba Muumba wa dunia.